Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi mtazamaji, haya bina, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Ijue BAKWATA. Kwa mara nyingine tena, mtangazaji wako Abdullahi Fundi Al-Haddadi, niko hapa mubashara kabisa kukupasha habari nzito, habari kubwa. Leo kwa mara nyingine tena tunarudi katika kipindi chetu tukiwa na ari na maoni mengi sana kutoka kwa watazamaji wetu. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Allah Azza wa Jalla Jalla fi'ula kwa kunipa afya tele kabisa kurudi tena katika luninga yako na kukuarifu mambo mengi sana. Naomba ubaki hapo, usiondoke kabisa. Leo tuna mambo mazuri. Kupitia maoni yako mpenzi mwangaliaji wa kipindi chetu, leo nimekusanya maoni ya watu wengi. Kundi la watu ambao wameelewa vizuri kuhusiana na mada zilizopita, lakini kundi la wachache ambao wamepata changamoto za werevu. Nimechukua yale maswali kama yalivyo na mbabatiza nayo tena shekhe. Ndani ya studio tupo na mgeni wetu ambaye yeye ni mwenyeji wetu pia katika bahari hii ya kuijua BAKWATA. Tulianza upande wa katiba, lakini tukapata historia kabla ya BAKWATA kulikuwa na nini, watu waliokuwepo, mamlaka zilizokuwepo, taasisi za Kiislamu, lakini katika taasisi hizo likapatikana jina la East Africa Muslim Welfare Society. Hapo mtangazaji, maoni yalikuwa mengi sana. Wengi wametoa maoni yao kupitia mitandao yetu ya kijamii na channel zetu katika YouTube, wakisema, wakilalamika, wakitoa rai. Mimi nikaichukua kama ilivyo. Nataka nijue hii East Africa Muslim Welfare Society ilikuwa ni nini hasa. Kabla hujajua, hujapata chochote katika hayo, naomba nikutambulishe mgeni wetu, shekhe letu, ili aweze kutudadavulia. Shekhe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hongera sana, pole na changamoto za hapa na pale, lakini ninakushukuru walau kutenga muda na kurudi tena studio ili tujibu, tukate kiu za watazamaji wetu. Sawa kabisa. Kwa yule mtazamaji ambaye anakuangalia leo kwa mara ya kwanza, anataka kujua mgeni wetu leo ni nani. Mimi leo nimemfumba kabisa jina lako, nataka ujitambulishe mwenyewe ili zile changamoto za maswali kule YouTube uende ukazitatue mwenyewe. Mimi naitwa Swedi Twaibu Swedi. Katika nafasi hii mimi ndo nimekaribishwa kwa ajili ya kuelezea hayo yaliyojiri. Kama ilivyokuwa anwani ya kipindi hiki cha Ijue BAKWATA, yapo maswali ambayo nitaulizwa, yale ninayoweza kuyajibu nitayajibu, yale ambayo siwezi nitakwenda kuyafanyia utafiti. Kwa hiyo ndio kazi yangu muhimu ambayo niko nayo hapa. Mashaallah. Asante Sheikh Twaibu Swedi. Kwa kweli tumepata maoni mengi sana. Mimi furaha yangu ni kuona kumbe elimu inafika. Labda tulichelea watu kuwapa taarifa kuhusiana na kuijua BAKWATA. BAKWATA ni nini? Wengine wanahisi labda dubwana tu limewekwa kwa ajili ya kuhujumu mambo fulani, au jambo ambalo limeletwa kwa ajili ya mitikasi fulani. Lakini BAKWATA badala ya kuijua kwa kiasi ambacho tumepata ufafanuzi kutoka kwako shekhe, leo nataka tuijue East Africa Muslim Welfare Society. Hii ilikuwa ni nini? Bismillahirrahmanirrahim. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehema na amani kumtakia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza ni shukuru kwa maoni na maelezo ambao wamekuwa wakitoa, ambao wamekuwa wakipitia vipindi hivi kuanzia mwaka jana. Maoni yao tunayachukua. Suala zima la East Africa Muslim Welfare Society, hiki ni chombo ambacho kwa lugha ya kawaida inaonyesha kwamba ni jumuiya ya ustawi wa Waislamu wa Afrika Mashariki. Kwa Kiswahili ndio jumuiya ya ustawi wa Waislamu wa Afrika Mashariki. Manake Tanzania, Kenya, Uganda, yani hiyo. Kwa hiyo mtu aelewe, tunaposema East Africa ni Afrika Mashariki, Muslim Welfare Society ni ustawi wa Waislamu Afrika Mashariki. Kwa hiyo hilo ndo tunaloliita East Africa Muslim Welfare Society. Na tumefuatilia kwenye historia, tumegundua kwamba taasisi hii imeanzishwa. Kwanza tuelewe inavyoitwa society. Maana yake tunaposema society tunakusudia jambo ambalo linahusisha watu na jamii
iliyowazunguka. Kwa hiyo jamii iliyowazunguka katika kuanzishwa kwake ilikuwa ni jamii ya East Africa. Kwa hiyo ni Afrika kwa maana ya yani Afrika Mashariki kwa maana ya Tanzania, kwa maana ya Uganda, kwa maana ya Kenya. Na kwa mbali kidogo kwa maana ya Zanzibar. Na wakati hili linafanyika, kwa nini Zanzibar inakuwa haitajwi? Wakati huo ilikuwa chini ya uongozi na utawala wa watu wengine. Kwa mfano tunaposema wa mfalme. Na imekuja kuondoka hiyo mambo ya kikoloni. Imekuja wakati ule mwaka 1964 walipofanya sasa mapinduzi matakatifu ya kuweka madarakani uongozi wa Kizanzibari sasa wenyewe. Hapo ndipo tunaposema Afrika Mashariki. Kwa hiyo baada ya hapo wakaungana na Tanganyika, na baada ya kuungana na Tanganyika ikawa Tanzania. Lakini ukisoma historia ya East Africa Muslim Welfare Society ilianzishwa mwaka 1945. Mwaka 45 ndipo ilipoanzishwa, na mwanzishaji mkuu katika historia inavyoonyesha ni bwana mmoja anaitwa Aga Khan, ambaye ameestablish vitu vingi katika Afrika Mashariki. Ameestablish vitu vya kidini, lakini pia ameestablish vitu vyake binafsi ambavyo huko mbele tutaelezea. Kwa hiyo huo ndo muundo mzima, yani ndo uanzishwaji. Hiyo ndio inaitwa East Africa Muslim Welfare Society. Ilianzishwa mwaka 1945 na ilianzishwa kwa maana ya kuhudumia shughuli mbalimbali za Kiislamu ndani ya Afrika Mashariki, lakini ilianzishwa na bwana mmoja anaitwa Aga Khan, ambaye maskani yake na shughuli zake nyingi zilikuwa nchini Uingereza, na yeye alifanya hivyo kwa ajili ya usaidizi au kuhudumia Waislamu. Hiyo kwa ufupi ndio historia. Mashaallah, mpenzi mtazamaji, inaonekana kabisa kama utakuwa umemsikiliza vizuri shekhe, jumuiya ilikuwa kwa niaba ya watu wa Afrika Mashariki, na sisi tumo wa Tanzania na nchi jirani. Sasa kama ilikuwa inahudumia jamii na jamii ya Kiislamu, na sisi pia ni Waislamu, kwani kulikuwa kuna ubaya gani? Lakini nataka nichimbe vizuri ili walau na nyinyi mpate kujua hii taasisi iliyokuwepo kabla ya BAKWATA kuundwa, uwepo wake ulikuwa una faida gani? Kabla sijaenda kwenye faida, nataka nimuulize shekhe. Shekhe, hivi hii jumuiya ilikuwa na madhumuni gani hasa, ukiacha hiyo mambo ya kijamii? Kila mtu anaweza kutoa taasisi akasema bwana, taasisi yangu mimi inahudumia jamii, lakini ikawa ina madhumuni mengine. Tunataka tujue walau kwa mapana kidogo madhumuni ya hasa ya hii jumuiya. Madhumuni ya East Africa Muslim Welfare Society yalikuwa ni mengi, lakini itabidi tuelezee madhumuni kama manne. Kwa leo nitaelezea manne. Kwanza, ilikuwa ni kwa ajili ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Waislamu, kijamii na kiuchumi ya Waislamu. Ukumbuke taasisi hii ilikuwa haibagui rangi, haibagui kabila, haibagui kule unakotoka. Kwa hiyo wenyewe walichokifikiria ni kwamba wakifika Afrika Mashariki kwa nchi zetu za Kenya, Uganda na Tanzania na Tanganyika, watasaidia maendeleo ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii katika Waislamu. Hii ina maana kwamba kuhakikisha kwamba wanaweka vyanzo vya kiuchumi, kuhakikisha wanaweka masuala ya afya, kuhakikisha wanaweka kama madispensary, kuhakikisha wanaweka labda vitu, misikiti wanaiweka vizuri, madrasa. Hayo ndio yalikuwa malengo juu ya hilo. Na swali linakuja katika vipindi vilivyopita, nilieleza kabisa kwa nini sasa ilikuja ni kutokana na kwamba kulikuwepo na mabaraza ya mataasisi ya dini zingine zisizokuwa za Kiislamu ambao walikuwa wanafanya vizuri. Na ukiangalia historia kuanzia karne ya 17 tayari haya mataifa 17 mpaka 18, kuna baadhi ya mataifa kutoka Ulaya walikuwa wanajenga mashule na pale pale wanaweka makanisa. Wanajenga mashule, hapo wanaweka makanisa. Kwa sasa hawa wakaona kwa nini hii kwa sababu iko mikononi mwetu. Yani kwa upande wa Ujerumani pamoja na Afrika, tuseme Europe in general, kwa sababu hao walikuwa wanapokezana tu.
Yani huwezi kusema, kuna mtu mmoja akanambia hatujawahi kuwa chini ya koloni la Mwingereza. Lakini niliona kwenye comment. Nilikuwa mimi siongelei swala la nani alikuwa chini ya koloni la nani. Na nilikuwa ninazungumzia kwamba Mwingereza ndiye mtu tuliyekuwa naye mpaka dakika ya mwisho, na ndio maana watu walisafiri kwenda Uingereza, London, kwenda kusaini mkataba wa kuja kutangaza uhuru. Kwa hiyo mimi siwezi kumzungumzia Mjerumani wakati huo Mjerumani alikuwa ameshaondoka. Na wakati huo anaondoka Mjerumani pamoja na Mwingereza walikuwa wanashirikiana. Yaani wao njia kuu, hii ni kama mambo ya kisiasa unaweza kujikuta unaingia. Yaani njia kuu ilikuwa ni namna gani wanaweza kuwatawala wa Afrika. Yaani wawatawale katika. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kwenye hisia zao. Kwa hiyo wakaja akagundua East Africa kuna masuala ya kidini ambayo hayako controllable. Yaani mfano Tanzania tulikuwa na watu wa kitwarika wengi sana, na Kenya na Uganda. Ndiyo. Unajua huu Uislamu wa Afrika Mashariki ni wa kitwarika. Yaani hawana cha usajili, hawana cha sijui umeripoti kwa nani, ni malezi na imani. Ni malezi ya imani kuzunguka nchi nzima kuhakikisha wanaeneza neno la Mwenyezi Mungu, wanahimiza swala, wanahimiza funga. Kwa hiyo wao kazi zao ilikuwa ni hizo. Sasa wakagundua kwamba hawa watu usipowekea chombo kwa ajili ya kusimamia hili, aidha wanaweza kufanya maendeleo kinyume cha utaratibu au wanaweza kujikuta wanagongana. Kwa hiyo wakatengeneza network Aga Khan, kwa sababu walikuwa ni mmoja ya washirika wa Uingereza na Uingereza ndio inaendelea na Ulaya ndio inayoendelea, Ujerumani imo. Wakaona kuna msingi wa kutengeneza hichi kitu. Kwa hiyo wakaanza na malengo ya kwamba hapa tufanye maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo niliposema kijamii na kiuchumi ndio masuala ya afya, ndio masuala ya shule, mambo yote ambayo yamo mle ndani. Lakini sababu nyingine ilikuwa ni umoja na ushirikiano, sababu ya kuanzishwa. Kwa hiyo waligundua kwamba ili mtu awe ni Muislamu ambaye atashirikiana na Mkenya na Mganda na Mtanzania na Mtanganyika, ni vyema kuwepo chombo kitakachoweza kuja kuwaunganisha. Kwa hiyo baada ya pale sasa wakaona kukiwepo hiki chombo watu wataungana. Na lengo jingine ilikuwa ni kuongeza ufahamu wa kisiasa. Kuongeza ufahamu wa kisiasa. Kwa hiyo kulikuwa kuna mlengo wa kisiasa ndanimo kwa mbali hivi. Tena sio kwa mbali, na ushawishi. Hapa nitakueleza ili lengo lilikuwa la nini. Ndio. Kuna watu watakuwa wanakumbuka kura tatu kati ya miaka 1950 mpaka 50 kwa mbali mpaka 59. Kura tatu ambayo ilikuwa anapiga Mwafrika, sio anapiga mzungu, anapiga Muhindi. Kulikuwa na wimbi kubwa ambalo sio la Waislamu. Walikuwa wanashawishi sana kuingia kwenye uongozi. Na walikuwa wanapata nafasi za kuingia katika uongozi. Kwa hiyo hiki chombo kikaona hapana, kuna siku hao Waislamu hataingia kwenye uongozi. Kwa hiyo inabidi kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye uongozi. Vitu ambavyo vinatokea mpaka sasa hivi. Unaposikia sasa kuna mfumo fulani hapa Tanzania, kanisa fulani likizungumza jambo fulani na hakuna mtu anaweza kutia neno, sio jambo lililoanza jana, ni jambo limeanza miaka mingi. Kwa ni mipango ya zamani. Kuna watu walifikiria kwamba hapa lazima tutengeneze ushawishi, hawa Waislamu ambao wanajitokeza wasaidie. Lakini jingine, na hilo ndio likaja ikasababisha, kama utakuwa umefuatilia comments, likaja likasababisha baadhi ya viongozi wa Kiislamu kushiriki kusaidizana na Mwalimu Nyerere katika kupata uhuru. Mwalimu Nyerere na Mzee Rashidi Mfaume Kawawa. Hawa wazee wetu akina Sheikh Hassan bin Amir, ambao yeye mwenyewe huelezea historia yake kwamba walimfungisha swaumu ili wapate. Hao wazee waliingia mle sio kwa sababu hivi ni kwa sababu kulikuwa na mpango mzima wa kuhakikisha kwa vile hao wanaingia kwenye utawala na sehemu za usomi, kuhakikisha kwamba na hao Waislamu wanashiriki kikamilifu katika masuala ya kisiasa. Kwa hiyo ni sababu ya tatu hiyo. Lakini sababu ya nne ambayo itabidi niishie hapo ni uanzishaji wa ustawi wa jamii. Yaani kuwepo na collaborations. Yaani watu wakae, wazungumzwe, waitane, waingie kwenye mashughuli mbalimbali, wafahamiane. Lakini sasa huwezi kuunda chombo chako kama kuna chombo ambacho kinawasimamia, ndicho hicho kitakachofanya sasa muweze kuitana na kukaa pamoja. Kwa hizo ni sababu kwa ufupi ambazo malengo ambayo yalikuwa yamekusudiwa na East Africa Muslim Welfare Society. Mpenzi mtazamaji,
madhumuni au sababu za kuundwa hii taasisi, ukiangalia kimkakati utagundua kwamba hizi sababu zake na madhumuni yake yalikuwa na mlengo mzuri. Sasa kama yalikuwa na mlengo mzuri, bado naendelea kuchimba kwa shekhe. Shekhe, kuna faida yoyote ambayo ilipatikana baada ya kuundwa kwa hicho chombo na hizo sababu kama walisema kama ni za kweli? Kulikuwa na faida zozote zilizotokea? Zipo faida nyingi. Faida zipo. Kuna tupate wala uchache. Kuna baadhi ya shule ambazo wao walizisimamia na kuhakikisha zimejengwa, lakini pia kuna baadhi ya mahospitali ambao wamesimamia mpaka yamejengwa, lakini walisaidia kuunganisha kati ya Afrika, East Africa, kwa mfano Kenya, Uganda na Tanganyika walijikuta wanaungana kupitia chombo hiki, kwa sababu kile walichokuwa kikifanya Kenya ndicho walichokuwa wanafanya Uganda, ndicho walichokuwa wanakifanya Tanganyika. Unaona, kwa wakati wa kipindi hicho. Kwa hiyo ile ilikuwa ni faida kubwa, na ambapo mpaka leo tunayo mashule ambayo yametokana na East Africa Muslim Welfare Society. Na yapo madispensary, kwa mfano kama Uganda kule yako mahospitali ambao waliyaacha, lakini yapo mahospitali kule Kenya ambao waliyaacha, na Tanganyika vile vile ziko shule, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo havikusimamiwa vizuri baada ya shirika hilo kuondoka, ambalo sasa hilo ni kama changamoto za kawaida tu za uendeshaji. Mashallah, mpenzi mtizamaji wa kipindi chetu, kumbe kuna mapana makubwa sana katika hii jumuiya ya East Africa Muslim Welfare Society. Huenda mimi na wewe tulikuwa tunaisikia rasha, yani kwa juu, lakini ukichimba kwa ndani kuna vitu vingi sana ndanimo. Niliwasiliana na nikamwomba shekhe aje kutudadavulia ili walau tupate muhtasari, hata kama hatutujua yote ya hii taasisi. Kwa nini inahusishwa sana kuingiliana kimajukumu na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania? Kundi la watu fulani wanalalamika kwa nini ilivunjwa, pamoja na madhumuni yake kuonekana ni mazuri na rafiki, lakini umekiri kwamba kulikuwa na sababu, kulikuwa na faida zilipatikana. Mashule, baadhi ya taasisi za kitiba ziliendelea. Sasa changamoto zipi zilitokea mpaka kupelekea hii taasisi kufikia mwisho au majukumu yake kuonekana ni sehemu ya changamoto kwa kupatikana kwake? Naomba nipate changamoto za hii taasisi. Unajua, na hapa ndipo tunapokuja kupishana kidogo. Pamoja na uzuri wa taasisi hii ya ustawi wa Kiislamu katika jamii, yani East Africa Muslim Welfare Society, moja ya malengo ilikuwa ni kutengeneza Waislamu waingie kwenye taratibu za kisiasa. Ilikuwa hivyo. Na ukiangalia hata historia, kwa mfano ukiangalia hata shirika linalolisimamia la wanaita Chama cha Uzazi na Malezi Bora Tanzania, ambacho kimeundwa mwaka 1959, ambacho mimi ndo mwenyekiti wa taifa na rais wa shirika hilo. Ukiangalia historia yake, kabla halijasajiliwa ilikuwa ni kikosi ambacho kilikuwa kinasaidia kupatikana kwa uhuru. Lakini katika kipindi kile ambacho kulikuwa na ile neno wanasema karata tatu, zile kura za karata tatu, kura tatu zile zilikuwa ni jambo ambalo kuna baadhi ya jamii ziliachwa. Moja ya jamii iliyoachwa ni ile inayoitwa Waislamu. Lakini kulikuwa na wapiga kura wa Kihindi ambao sasa hao hawakunasibishwa na Uislamu. Wana dini zao za Kiasia wa Asia, sawa. Unaona? Lakini wazungu pia hawakunasibishwa na Uislamu, japo kuwa wengi wao walikuwa wanatokea kwenye mashirika ya Kikristo. Kwa hiyo unaona ilivyokuwa. Kwa hiyo sasa wakabaki raia wa kawaida kama wanasiasa ambao sio wakongwe, ni hawa wakina Mwalimu Nyerere, akina Mzee Rashid Kawawa, akina Mtei, akina Kambona, hao ndio kina Malichela wakati huo bado vijana wadogo, lakini ndio hao waliochukuliwa kwamba hawa wapige kura na hawa wapige kura na hawa wapige kura. Unaona? Ndio maana unakuta Mwalimu Nyerere anaingia pale. Sasa kitendo cha kuwepo kwa East Africa Muslim Welfare Society kufocus
katika swala la kutaka kupiga kura na kuingia kwenye siasa ilikuja ikawa tatizo mwaka 1961 baada ya kutangazwa uhuru sasa. Kwa hiyo ukiona kuanzia 1961, 62, 63 kulikuwa na mvutano wa hali ya juu sana. Na ukumbuke kwamba tunaposema East Africa Muslim Welfare Society, watu tuelewe kwamba ndani mle waliwekwa raia wa kawaida wa Kitanganyika. Sio kwamba alikuwa na mtu anatoka Ulaya. Alikuwa ni raia wa Kitanganyika. Japo msimamizi mkuu ni kutoka Ulaya. Kwa hiyo kaweka wenyeji hapo ili yeye na kwa vile pale kuna lengo na kuna madaraka yanatafutwa sasa, mimi niwe katibu mkuu, niwe waziri, niwe naibu. Kwa nini sisi kwa malengo yetu haya tusiingie humo? Huko kaingia kitu kinaitwa mgogoro wa kisiasa. Kwa hiyo ndani ya jumuiya. Nje ya jumuiya. Kwa hiyo jumuiya ikawa inagongana na mamlaka zilizokuwa zipo, ambazo sasa ndio utakuta zinanasibishwa na Mwalimu Nyerere. Kwa sababu gani? By then alikuwa ndio president wa Tanganyika na ndiye aliyepokea ule na ndio ameanza kufanya uteuzi. Kwa hiyo kukawa kunatakiwa kupatikane haki ya uteuzi na uwekwaji wa madaraka. Huko mwishoni kama mnakumbuka, nadhani hata watazamaji wetu watakuwa wanakumbuka, ndio iliyopelekea Mwalimu Nyerere kutaifisha mpaka mali zote zile za Waislamu na wasiokuwa Waislamu na kuzifanya ziwe chini ya utaratibu wa serikali. Kama mnakumbuka. Lakini pia ndio iliyomfanya Mwalimu Nyerere na timu yake kutaifisha hizi nyumba zote zilikuwa zimejengwa na wa Asia, tuseme wa Hindi, ambazo leo hii national housing. Ikarudi kwa msajili, sawa? Vyote hivyo ilikuwa ni mgongano wa kisiasa. Kwa hiyo sasa watu wa serikali walipoona kasema, sasa hiki chombo sasa kitafanya kazi ya dini au kinafanya kazi ya kutengeneza watu wa kuja kuresist mamlaka. Kwa mgogoro ulianzia hapo. Kwa hiyo kulikuwa na conflict, yani wanaita ni political conflict. Ambayo waliingia mgogoro ya kisiasa. Maana hata nakumbuka hata wote waliokuwa pale walikuwa wanasaidia kuhakikisha tunapata uhuru. Kwa hiyo unapopata uhuru na unataka uwe party and parcel of the leadership, lazima na wewe upate chochote. Unaona? Sasa kama sisi East Africa tumesimamia kupatikana kwa uhuru na mashehe wetu ndio waliopambana kuhakikisha tunapata uhuru. Kwa nini sisi tusipate uongozi? Tatizo lilianzia hapo. Yaani watu hawajui kilichokuwa kimefanyika. Na ndio mpaka leo Tanzania hawataki kurudi kwenye tatizo la dini kuingia kwenye siasa. Na ukiangalia kiingia kwenye siasa ndio tulipoanzia hapo kwenye tatizo. Kwa hiyo sasa kuanzia hapo mamlaka zilizokuwepo ambazo zilikuwa zinaongozwa na rais wa wakati huo wa Tanganyika zilianza kuhakikisha zinaweka watu pembeni wanaohusiana na masuala ya dini. Na hata ukiangalia katiba ya 5 wakati ule ambayo hilo kifungu kimekuja kurudiwa kwenye katiba ya mwaka 1977, unaona, ambao sasa mwaka 77 ndio ikawa 5 imekufa na ASP imekufa. Kwa hiyo kaundwa swala la maazimio ya pamoja 1977. Kwa hiyo huku wakatengeneza Chama cha Mapinduzi. Ukumbuke hapo ilikuwa ni chama kimoja kinachoongoza siasa baada ya hivi vyama viwili kuungana. Lakini pia ndipo ulipoasisiwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo sasa ndo marejeo mwaka 1977. Kifungu kile ukiangalia kwenye katiba ile, kifungu namba 19 kifungu kimoja cha namba 1 namba 2 mpaka 3 kimeeleza wazi kwamba masuala ya dini yatakuwa nje ya mamlaka ya serikali. Maana yake nje ya mlengo wa kisiasa. Kwa hiyo hivi vitu vyote vimekokotwa kuona madhara yaliyokuwa yametokea. Kwa hiyo kilipotokea mgogoro huo wa kisiasa, tayari jumuiya ikaanza kuyumba. Watu wengine wakajimegua. Unajua ukumbuke mle kile ni chombo sio cha kizalendo. Sio BAKWATA tena hapo wanaingiza fitina. BAKWATA hapo haipo. Yaani hapo BAKWATA hata ijulikani kama itakuwepo. Na ndiyo sababu ya myumbo ule wa Waislamu kugawanyika, wakawa wanatafuta
ule network. Unajua wakati nimesema BAKWATA nani Waislamu hawakuwa na network wakati huo, nasema kuna watu naona walilalamika walikosaje network wakati wao ndo walioleta uhuru. Waislamu hawakuleta uhuru. Waislamu wameshiriki kupata uhuru. Kwa sababu hawakushiriki kama chombo, walishiriki kama watu binafsi, watu wenye nguvu, kama raia wenye majina. Yani tunapozungumza uhuru, yani mimi kama Muislamu nayo haki ya kupata uhuru. Hata kama sio Muislamu na haki ya kupata uhuru. Kwa hiyo hatuangalii network kwa maana ya Uislamu. Network walikuwa nayo Waislamu wakati ule ilikuwa ni network ya kisiasa, sio ya Uislamu. Na hiyo ndio iliyosababisha watu wakakaa wakasema, kwa nini sisi tunahangaika na vitu vya kisiasa hivi? Kwa nini tusijimobilize tukawa na chombo chetu cha kidini ambacho kitaendelea, hawa waendelee na mambo ya siasa. Sile taarifa walivyokuwa kizipeleka kwa Aga Khan na mamlaka zilizopo na wengine waliokuwa wako juu kwa Tanzania ambao hatuwezi kuwataja, lakini walikuwa juu ndani ya East Africa Muslim Welfare Society, walikuwa nazipinga kwa maana zinaondoa yale maslahi yao. Exactly. Kwa sababu baadhi yao walikuwa ni wanasiasa maarufu, walikuwa ni wasomi, wako ndani ya East Africa Muslim Welfare Society. Wapo na wajukuu wao wapo, tunaishi nao. Walikuwa ni very powerful. Sasa kwa hiyo ule mpingano sasa, hawa wanataka wajitoe kwenye masuala ya kisiasa, kwa sababu tayari watu wa Kitwarika ambao sasa ndo wengi Tanganyika wanaona kwamba kuingia kwenye siasa ni kama kwenda kuharibu kunajisi Uislamu. Kwa sababu mimi mtu wa Kitwarika niende nikakae kwenye vikao vya kupitisha mapombe, niende bajeti ya nini. Kwa hiyo wakawa wanaona hapana, tuwe na chombo ambacho kitakuwa ni tarikia, yani ni kitu ambacho kinafuata misingi ya dini. Ukidumbukia kwenye masuala ya maasi, iwe ni wewe au kwa bahati mbaya au serikali kuingiza, lakini papa asili tusitengeneze kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo wakaanza. Kwa hiyo huku East Africa wanavutana na serikali iliyoko madarakani, na wakati huo wanavutana na Waislamu walioko mtaani, kwamba hatuwezi kuendelea na chombo hiki. That's why wakati huo waliokuwa mikoani ambako kulikuwa na Muslim associations ambazo zilikuwa zinampokea East Africa ili atengeneze hayo anayotengeneza, mashule, mahospitali, wakawa wanashawishiwa, lakini baadaye nao wakawa wanajenga hoja, why can't you have one organ ambayo inaweza ikatusaidia sisi ku network nchi kwa ajili ya Uislamu, sio kwa ajili ya rejoin ourselves badala ya kuwa mvuli wa European people, baada ya kuwa forced ku rejoin. Kwa hiyo ikafika mahali ndio hiyo. Kwa hiyo ndio sababu ya kwanza na ndio obstacles namba moja iliyoyumbisha East Africa. Lakini ya pili ni hii ambayo nimeitaja kwamba kulikuwa na internal conflicts. Kulikuwa na mgongano. Mle ndani ya East Africa ukumbuke kulikuwa na staff. Ni watizedi, Watanganyika tu. Yaani wa dini mbalimbali. Wakati huo dhehebu zingine hizi zenye kalikali zilikuwa bado watu wenye jazba wengi, na unajua Pwani ndio walikuwa wanatawalia. Pwani ilikuwa na watu ambao ni wa Kitwarika. Na kuna wengine wasomi, ni mtu wa Twarika lakini amefunga tai, wameishi Ulaya, wanafanyaje? Hao wazee wote ni wasomi. Lakini ukumbuke kuna wengine ni wageni. Wametoka Yemen, wamehamia hapa washakuwa wakazi. Wametoka Oman, wamehamia hapa wamekuwa wakazi. Yaani wanakuwa wana power fulani ya kidini, ya kiimani. Kwa hiyo wakawa wengi wanavutana, hawataki wawe, lakini wengine wanasema kwa nini tuunde chombo chetu. Ndio maana unakuta ule mgongano wa ndani ule uliokuwa hauitaki East Africa Muslim Welfare Society automatically uliungana na serikali ambayo ina mashaka ya juu kinachoendelea, kwa sababu hawa sasa wanakaa kwenye vikao vya dini, wana kampeni mambo ya siasa. Itawezekana wapi ambapo kuna watu powerful wa kutuunga mkono? Ndo akaamua kwenda Iringa. Iringa by then it was very powerful, na kulikuwa na watu wako makini. Chochote utakachokila kiwepo Mzee Swaleh Masasi. Kwa hiyo wazee wote wakati huo ni vijana, sasa hivi tunawaita wazee, lakini wakati huo ni vijana wote wakasafiri wakenda zao Iringa wenyewe kwa gharama zao, ili wakaunde chombo ambacho kitakuwa kihusiani na masuala ya nini? Ya kisiasa. Kwa hiyo internal conflict na yenyewe ikawa mega hivi. Kwa hiyo kuna baadhi hawakwenda. Nadhani ndio hichi kizazi ambacho unaona hakiungi mkono BAKWATA, which is true. Kwa sababu kama wewe kukubaliana nacho, huwezi kuendelea kukubaliana nacho. Kama historia ya Isa hadi Mtume Muhammad. Hadi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu leo hii
hata kwenye Uislamu siona kuna watu hawaamini kabisa kama kuna mtu anaitwa Saidina Abubakari. Sasa utasema ni dhambi. Yeye kwa mtazamo wake anatakiwa baki hivyo hivyo na usipambane naye, wewe muache tu aendelee. Wewe endelea kumtambua huyu. Unaona? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo si hawa walikuwa ni binadamu wa kawaida. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kufanya hivyo. Kwa hiyo zile tatizo la ndani. Kwa hiyo walivyokwenda kule, walivyorudi na chombo sasa, walikumbana na upinzani mkubwa, lakini hatimaye walio wengi wakashinda. Kwa sababu gani? Hoja waliokuwa wanaisema kwamba si tuko hapa kwa ajili ya nini? Ya dini. Hatuko hapa kwa ajili ya kuongoza nchi. Hata wazee wetu walioshiriki kwenye kupigania uhuru wakasalenda tu, wakasema basi mwachie Mwalimu Nyerere na viongozi wake. Lakini kule wakachaguliwa watu ambao walikuwa ni Waislamu, wakashika madaraka, walikuwa mawaziri, kwa nini naibu waziri, wakawa wakuu wa mikoa ambao tunawajua na wengi historia zinaonyesha kwamba ni Waislamu kabisa wazuri, lakini walipewa nafasi. Wengine wakapewa ukurugenzi wa mashirika mbalimbali. Kwa hiyo hapo ndipo. Lakini ya tatu ambayo ilikuwa ni iliyovuruga sana ni ile serikali kutaka kujua majukumu wanayoyafanya East Africa, kwa sababu mgogoro ukishakuwa mkubwa hata taasisi. Tunaona vitu vingi hapo vimeingia, lakini kwa jumla yake muktadha umepata taswira ya hii East Africa Muslim Welfare Society ni nini. Mimi kwa leo sina la ziada. Endelea kupitia channel zetu, kusubscribe, kucomment, lakini pia kulike ili uendelee kupata taarifa zetu. Leo kwenye chumba cha habari Sheikh Taibu Swedi ameendelea kutupa taarifa zake, na mimi nikushukuru sana Sheikh. Mara nyingine tutakapokuita kutokana na uwerevu wa waangaliaji wetu na watazamaji wetu, usisite kuja. Kwa mara nyingine tutaonana tena. Mtangazaji wako Abdullah Fundi Al-Haddadi. Maasalama.